Kichwa cha somo kinasema haki ya kuzaa vitu vizuri peke yake katika maisha yangu. Twende kwenye kama ufunguo kwenye Isaya ile sura ya 54. Isaya 54 na ule mstari wa 14. Nasoma kwa neema na kwa mafuta ambao Bwana amenipaka asubuhi ya leo ya kukuhudumia wewe. Nisikia amina kubwa za wenye utele. Utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana utaogopa. Bwana akupe moyo wa ushujaa, usiogope kuanzia leo, na mbali na hofu, na hofu nayo itengwe na wewe, kwa maana haitakukaribia. Isaya 62 mstari wa kwanza. Kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza. Sayuni weka jina lako. Kwa ungesema kwa ajili ya Nehemia sitanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia, hata haki yake itakapotokea kama mwangaza, na wokovu wake kama taa iwakayo. Sema amena. Mungu anasema nasi leo kwa habari ya haki, na haki yenyewe ni haki ya kuzaa vitu vizuri peke yake kwenye maisha yako. Hilo ndilo somo, na ndio roho, moyo, nafsi na roho na uumbaji ambao Mungu ameuachilia kwenye ibada leo na siku ya leo, kwamba tunapoondoka hapa tunapokea haki. Nenda pamoja na mimi. Tunapoondoka kwenye ibada hii, tunapokamilisha ibada hii leo, tayari utakuwa umeondoka na haki ya kuzaa vitu vizuri peke yake kwenye maisha yako. Utaondoka na moyo wa kuzaa vitu vizuri, roho ya kuzaa vitu vizuri, nafsi ya kuzaa vitu vizuri, akili ya kuzaa vitu vizuri, mtazamo wa kuzaa vitu vizuri katika kila eneo kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ni haki yako. Anasema wewe na mimi unathibitika katika haki yake, na unakuwa mbali na kuonewa. Kwa haki zingine zote ambazo ziliishi kwenye maisha yako, ambazo sio Mungu alizisimamisha, haki za kuzaa mapoza, haki za magonjwa, haki za kuonewa, haki za kukandamizwa, haki za njaa na mambo mengine yote kinyume na Bwana, haki hizo leo Bwana anazihukumu. Haki hizo leo Bwana anaziondoa. Haki hizo leo Bwana anazisambaratisha. Ninaongea na wewe, nisikie amina kubwa katika jina la Yesu. Nisikilize vizuri. Hapa ndege nataka iruke, kwa hiyo kaa vizuri. Anasema utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Maana yake kama utakuwa mbali na kuonewa, Mungu ameona maonezi. Mungu hawezi kulifunua neno ambalo halikuhusu. Israeli walipoteseka kule Misri miaka 430, akalikumbuka neno aliloongea na Ibrahimu ya kwamba taifa hili litaenda utumwani miaka 430, baada hapo litatoka. Bwana akatimiliza ile haki aliyoongea na Ibrahimu ya Israeli kutoka kwenye utumwa. Wakatoka, na walipotoka hawakutoka mikono mitupu, walitoka wakiwa na mali, walitoka akiwa na mavazi na vyombo au vitu vya thamani. Na wewe leo unathibitika katika haki, unakuwa mbali na kuonewa. Anayesema haya ni Bwana Mungu wa majeshi. Anayesema haya ni Mungu wako ulioamua, uliokuja leo asubuhi ukasema naenda kanisani ni muabudu Bwana. Huyo ndiye anayeongea na wewe leo ya kwamba unathibitika katika haki na unakuwa mbali na kuonewa. Na ndio Mungu anasema hata nyamaza kwa ajili yako mpaka haki yake imetokea. Anasema kwa ajili yako hanyamazi. Kama kuna yeyote alikuibia haki yako mahali popote, kwa namna yoyote, kwa agano lolote, kwa uchao wowote, kwa uzingaji wowote, kwa namna yoyote, hiyo haki Mungu anasema hawezi kunyamaza mpaka haki yake imetokea. Inatokea sasa hivi. Tunapokea moyo wa haki,
madhabahu ya haki, roho ya haki, nafsi ya haki na njia za haki, na vazi lake. Vazi hili ukilivaa rohoni, kila mahali unapoenda haki yake inafunguka, kila mahali unapoenda haki yake inaachiliwa, kila mahali unapoenda haki ya kuzaa vitu vizuri inatokea. Mungu wa majeshi akupe neema hiyo, ujue leo kitu gani kinatokea hapa katika jina la Yesu. Sasa unasikia watu wanasema haki. Haki ni nini? Haki ni kitu ambacho mtu anastahili kukipata au kukifanya kilicho katika msingi wa sheria au kinacholindwa na msingi wa sheria. Sasa mfano, wote waliookoka wamehesabiwa haki kwa njia ya imani. Yaani ulipookoka ukamkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe umehesabiwa haki kwa njia ya imani. Warumi 8 yote inaeleza vizuri sana kwa habari ya imani. Tukishahesabiwa haki itokayo katika imani, na mwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo nasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Wala sivyo tu, ila namfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini haitayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliopewa sisi. Sema amina kubwa katika jina la Yesu. Sasa wewe utasoma hii yote vizuri, 5 yote, utakuja 8 yote. Amina. Tena ukitaka uelewe, anzia Warumi sura 4 yote, andika kwanza hiyo. Utasoma Warumi sura 4 yote, utakuja Warumi sura 5 yote, utakuja tena Warumi sura 6 yote. Soma vizuri kwa utulivu. Utakuja tena mpaka Warumi ile 8, anasema hakuna hukumu juu ya wote walio katika Kristo Yesu. Kwa la kwanza, nilipookoka nilihesabiwa. Ulihesabiwa nini? Haki. Hebu sema haki. Sasa haki gani hiyo? Kwa mfano, haki ya uponyaji, haki ya uzima wa milele, haki ya baraka, haki ya ulinzi wa kiungu, haki ya amani na furaha, haki ya kutunzwa na Bwana, kulinda na Bwana, kupiganiwa na Bwana na mambo mengine yote. Lazima ujue umehesabiwa nini? Haki. Wewe abudu ukijua umehesabiwa nini? Haki na Mungu. Kanisa, tunaenda vizuri mpaka hapo? Sasa msingi wa haki ni Mungu mwenyewe. Unaposikia kitu kinaitwa haki, msingi wake ni Mungu. Mungu ndio chanzo, limbuko na msingi wa nini? Wa haki. Zaburi 89 na ule mstari wa 14 anasema hivi: haki na hukumu ndio msingi wa kiti chako, fadhili na kweli za hudhuria mbele ya uso wako. Kwa msingi wa haki ni Mungu mwenyewe, au Mungu ndio chanzo, limbuko na msingi wa haki. Sasa kanisa ni taasisi ya ufalme wa Mungu, inaongozwa na kutawaliwa na sheria za ufalme wa Mungu ambao ni neno. Sasa basi, kila aminiye au aliokoka, mshikane na mtenda neno, anazo haki zake ndani ya ufalme wa Mungu. Kwa mimi na wewe, kupitia damu ya Kristo au kupitia wokovu, tayari sisi ni wana wa ufalme wa Mungu. Na kanisa sio jengo. Kanisa ni mtu mmoja aliyeokoka kwa kuamua kumfuata Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, akiishi sawasawa na sheria na kanuni za ufalme wa Mungu ambazo ni neno. Hapa tulipokutanika panaitwa hema ya Bwana, mahali ambapo sasa
tunakutana wote, Mungu anatupa maelekezo yake namna gani au kitu gani cha kufanya leo, kesho, mwezi, mwaka, kwa ustawi wa maisha yetu. Namshukuru Mungu wewe kuwa kanisa lake. Narudia, namshukuru Mungu wewe kuwa kanisa lake Bwana. Namshukuru Mungu aliyekuokoa. Namshukuru Mungu aliyekuchagua akakufanya uwe wake, na wewe ni wa Mungu. Kwenye waraka wa kwanza wa Yohana 3:1, asa tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, ya kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Makofi kwa huyu Mungu. Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, ya kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Sasa ulipookoka, ulifunuliwa au ulipewa haki zote unazostahili katika ufalme wa Mungu, zote. Sasa ni wajibu wako kujua haki gani hizo. Mimi nitakuonyesha chache leo, ili tunapoondoka hapa uondoke na huo moyo, hiyo nafsi, hiyo roho ya wewe kuanza kuzaa vitu vizuri peke yake. Aliyesema amina kubwa iwe hivyo kwako. Maana hata amina kubwa ni haki. Maana yake ni nini? Unaposema amina, maana yake alichosema Bwana kupitia kuhani wake, kupitia mpakwa mafuta wake, iwe hivyo hivyo. Kufumba kinywa ni kutojua haki pia. Tunapokuja nyumbani mwa Bwana, amina maana yake ulichosema Mungu, ulichosema Bwana, ulichosema Mungu, ulichosema Kristo na huyu kuhani anayeongea na mimi leo sasa hivi, iwe hivyo hivyo, ndio tunasema amina. Maana yake iwe hivyo, na tunapokea kwa kusema amina. Sasa mimi nikuonyeshe baadhi ya haki zako katika ufalme wa Mungu. Haki ya kwanza ni haki ya uponyaji. Hivi uliwahi kufikiri kwa nini tunaombea hapa? Kwa nini tunakuombea ukiumwa? Huwezi kuomba tu kwa sababu kuna haki, kuna mahali Mungu amesema. Mimi kilo naona nalifanya hapa ni katika msingi wa neno. Sifanyi jambo ambalo Mungu hajasema. Na bahati nzuri kwenye neno la Mungu hakuna tatizo alilonalo binadamu ambalo halina majawabu. Na hakuna changamoto kanisa inaweza kuwa nayo au wewe uliokoka isiwe na majawabu. Kila jambo lina majawabu. Hata leo niko hapa kukupa majawabu. Kama unaamini hivyo na kama umefurahi, nisikie amina katika jina la Yesu. Haki ya kwanza, uponyaji. Hebu sema uponyaji. Isaya 53:5-6. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, wa sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa, wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulidhani kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sema amina. Kwa kupigwa kwake umefanya nini? Ilibidi Yesu aumizwe, ateseke, ili wewe usiteseke tena. Waraka wa kwanza wa Yohana sura 3 na ule mstari wa 8. 3:8 asa hivi: atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hii, hiyo ndio B. Kwa kusudi hili mwana Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kazi za Ibilisi unazuia nini? Pamoja magonjwa ni kazi za Ibilisi. Kwani Mungu alileta magonjwa? Kwa hiyo haki hii na mistari iko mingi. Zaburi 103:3. Wakusamee maovu yako yote, kuponya magonjwa yako yote. Mbona hiyo promise ya uponyaji? Anakuponya magonjwa mangapi? Kansa yupo hayupo? HIV yupo hayupo? Sukari yupo hayupo? Pressure kupanda na kushuka? Mbona unajibu kama uamini? Nauliza, HIV yupo hayupo? Utasa yupo hayupo? Uvimbe yupo hayupo?
Magonjwa mangapi? Yaliyopo, yatakao kuwepo. Yaani yaliyopo, yaliyokusudiwa kuwepo, Bwana Mungu anakuponya. Hiyo ni haki. Mwambie jirani yako, hiyo ni haki. B, haki ya kuzaa vitu vizuri peke yake, ambao ndio kichwa cha somo. Sasa kwa nini Mungu anataka tuzae vitu vizuri peke yake? Tuanzie hapo, maana ambao kwenye msingi wa somo. Kwa nini Mungu anataka uzae vitu vizuri peke yake? Ni nini hasa? Jibu au pointi ya kwanza, mimi na wewe ni uzao wa kifalme. Wewe ni uzao gani? Kifalme. Ukishaokoka, huna tena damu ya mama, huna damu ya baba, huna damu ya ukoo, huna damu ya kabila, una damu ya Kristo. Damu ni uhai, damu ni utendaji, damu ni akili. Kwa hiyo tunaposema huna akili ya baba, ya mama, manake huna akili ya dhambi tena. Huna akili ya ukoo, manake huna akili ya dhambi tena. Una akili ya Kristo mwenyewe. Kwa wewe ni uzao wa kifalme. Neno nasema ulihamishwa katika giza au nguvu za giza, umeletwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Nisikilize vizuri hapo. Na umehamishwa kwa imani. Na ndio maana niliwahi kusema siku moja, ulipokuwa hujaokoka, nyumba hiyo hiyo unaoishi leo, wachawi walikuwa wanakuonea, wanakutesa, si ndio? Ulipookoka, nyumba hujahama, ni ile ile, wachawi hawezi kukuloga. Kwa nini? Rohoni, nafsi yako, moyo wako, roho yako imehama. Nisikilize vizuri. Hauishi tena kwenye mambo ya zamani na akili ya zamani. Unaishi mahali papya, panaitwa ufalme wa pendo la mwana wa Mungu. Kwa sababu ya kwanza, wewe, mimi na wewe ni uzao wa kifalme. Jipigie makofi kwa kuwa wewe ni uzao wa kifalme. Rudia, wewe ni uzao wa kifalme. Kwa leo utabadilika aina ya kuvaa, utabadilika aina ya kufikiri na aina ya kuongea. Huwezi kuta uzao wa kifalme sasa anaongea maneno ya ajabu ajabu. Anaongea maneno ya hekima, maneno ya busara. Sasa kama ulikuwa hujui, leo utajua. Na leo utaacha kuongea maneno ya ovyo ovyo. Sio sema amina basi.